Bwana Yesu asifiwe sana, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naitwa Pastor Paul William, niko hapa Geita Mkolani. Namshukuru Mungu kunipa neema hii tena siku ya leo kuweza kuwa mbele yako, kuweza kuzungumza kila ambacho Roho Mungu amenisukuma niweze kusema na wewe. Kwanza kabisa nahitaji kuzungumza kwa habari ya mwenendo wa kiroho wa nchi yetu. Mwenendo wa kiroho wa nchi yetu, kwa kweli ukitazama katika mazingira tu ya kawaida ni kwamba utaona kuna vitu vya ajabu ambavyo vinaendelea ambavyo sivyo. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu kutoka kule nchini Kongo, sikumbuki vizuri ni nani, lakini alizungumza akasema Mungu alimuonyesha kwamba Tanzania Mungu alikuwa ametujalia, ametupendelea. Kwa hiyo akaongozwa kwamba akaonyeshwa kwamba yatupasa tumuombe Mungu ili kusudi vile vitu ambavyo Mungu ametupendelea Tanzania viweze kuendelea kubaki, kuweza kuwepo. Na vitu gani hivyo? Ikiwa ni pamoja na huduma ya maombi na maombezi, nguvu kubwa ya Mungu, vipawa na karama ambavyo tumekuwa navyo. Sote tunafahamu, nani asiyejua habari za mzee Moses Kulola na wazee wengine ambao wamefanya kazi ya Mungu kwa ukubwa wa aina yake na kuiheshimisha nchi yetu, na ikawa ni nchi ambayo kwa kweli inasifika kimataifa ya kwamba ni nchi ambayo watumishi wake wana Mungu wa kweli, Mungu wa kweli. Lakini cha kusikitisha sasa ni kwamba kweli ukiangalia Tanzania sasa mwelekeo ni kama tunapoteza. Mungu sasa anatafuta watu walio waaminifu, watakaobeba agano lake, watakaobeba injili. Leo hii tunashuhudia watu wengi leo wanaoingia kwenye huduma, tunaenda kwa mkumbo, kwa sababu umemwona fulani anafanya huduma ya aina fulani na amepata mafanikio kwa huduma hiyo, kwa jinsi anavyofanya, amepata magari, amepata nini, na unakuta sasa kila mtumishi anayeinuka anaiga ile ya kusema kwamba tunaongozwa na Roho na kutegemea Roho Mtakatifu akupe nini cha kufanya. Hiyo kimsingi leo watumishi wengi inaanza kupotea. Naanza kuangalia kwamba mtumishi fulani mafanikio alionayo, kwani yeye anafanya nini, naanza kuiga na kufanya kama anavyofanya. Kumbe sivyo, yatupasa tufanye kama vile Roho Mungu anavyotutaka tuweze kufanya, na sio kufanya kama vile ambavyo mtu fulani anafanya. Hapana. Sasa basi, panapo katika hali kama hii, katika mwenendo wa kiroho kama huu, katika kipindi kama hiki, wakati ambapo watumishi wa Mungu wengi sasa tunachumia tumbo, tunaangalia tumbo na mafanikio ya kimwili, kwamba nifanikiwe, niwe na magari, niwe na maisha mazuri, na mwisho wa siku tumewekeza nguvu kubwa katika kuzungumza na watu, kuchukua fedha za watu, wanabaki katika umaskini mkubwa. Tunawaambia watabarikiwa, lakini ukweli ni kwamba hata wakipata shida hatuwasaidii. Hii ni hatari sana, na ni jambo ambalo linaweza kusababisha. Yule mtumishi kutoka Kongo akasema kwamba aliona katika maono ni kuna kama vitu vinaruka kutoka Tanzania, ni kama ndege fulani wanaruka, wanapeperuka kutoka Tanzania wanaenda maeneo mengine. Hii manake nini? Akasema kwamba manake vipawa ambavyo Mungu alitupatia, vipawa vya waimbaji. Nani asiyefahamu waimbaji wakubwa waliotikisa enzi hizo na wakafanya Tanzania kuwa maarufu, kwaya kama Lulu, waimbaji wengi wakubwa kina Jangala Soni, kina Rose Mwando, kina nani, enzi hizo walikuwa waimbaji kweli kweli ambao wakiimba kwa kweli wanasema kwa kweli Tanzania tumebarikiwa kuwa na vipawa. Lakini leo hata waimbaji wenyewe utaona wewe mwenyewe ni shahidi, wengine wanachoma magari kwa sababu wanasema ilikuwa na maagano fulani, wengine wanaingia kwenye maagano fulani pasipo kufahamu wanachoshindania sasa ni umaarufu, wala sio kushindana kwa habari ya kumtumikia Mungu. Wa Tanzania, watumishi wa Mungu, yatupasa turudi. Lakini sasa cha ajabu, hata inapotokea mtu anaposimama kuonya, kukaripia, utasikia tunasema kwamba kwa nini asingezungumza kwenye kwa siri? Kwa nini asingemfuata huyo mtu kama akakosea akamfuata kwa siri? Hapana siri, hapana siri. Maandiko yanasema, kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa 20, maandiko yanasema hivi:
wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote. Sasa unasema kwamba uwaonye kimya kimya, ili na wengine waogope. Tumeagizwa kuwaonya ili na wengine waogope. Lakini mimi naomba nizungumze kwa habari ya watumishi wa Mungu hawa. Kwanza niwapongeze Pascal Cassian, mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana, na naomba uendelee kufanya hivyo. Najua ni hatari ndio, lakini Mungu wa mbinguni atasimama kukutetea katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Na mtumishi wa Mungu mbarikiwa, wengi wamekuwa kimkosoa, na ni kwamba niseme tu kweli kwamba miongoni mwa watu ambao walikuwa wakimpinga Mbarikiwa kwa nguvu zao zote na kuona kwamba nakosea ni mimi. Nilikuwa nampinga sana, lakini nimegundua kama kuna watumishi wa Mungu wa kweli nchi hii, kama kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu anawatumia kulirudisha kanisa katika misingi yake halisi, ni pamoja na Pastor Mbarikiwa. Mungu abariki. Najua ana maadui wengi, na unajua kuna watu wanasema kwamba pengine anatafuta kiki kwenye mitandao. Msikilizaji, mtazamaji, ikiwa anatafuta kiki kwenye mitandao, apatwe jambo gumu la kuondokewa na mtoto wake mpendwa katika mazingira magumu kama ambayo wengi mnasikia, mnaona jinsi ilivyokuwa, na yeye mwenyewe amekuwa akielezea. Kama angekuwa ni mtafuta kiki, angekuwa ameachana na habari hizo za kutafuta kiki katika mitandao. Watumishi wa Mungu, niwatie moyo kwamba endeleeni kukosoa, na mimi nishukuru sana. Mbarikiwa hana chuki na watumishi wa Mungu. Nimeona juzi Pastor Prophet Dennis ameenda kwa Mbarikiwa kwenda kuzungumza naye, na kweli inatia moyo, inabariki. Na Mbarikiwa nimeona, utaona jinsi wanavyozungumza na Dennis, wanavyozungumza na Dennis, utaona vile ambavyo kwa kweli kuna upendo wa hali ya juu kwa watu hawa. Kuna upendo wa hali ya juu kwa watu hao, na uona kabisa upendo wa wazi wa hali ya juu. Kumbe unajua kabisa Mbarikiwa ana nia ya dhati kuwarudi watumishi wa Mungu, kwamba warudi katika msingi unaotakikana. Watanzania, watumishi wa Mungu, turudi katika misingi, tuache kufuata mkumbo, kwa sababu umeangalia mtumishi fulani anahubiri hivi, anafanya vitu fulani, amefanikiwa, na mimi nikifanya nitafanikiwa. Watumishi wa Mungu, tumsikilize Mungu, na maandiko yanasema kwamba wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Tuongozwe na Roho, tusiongozwe na matumbo yetu, tusiongozwe na tamaa zetu. Leo mambo mengi ya hovyo yanafanyika, na wengi wakionywa wanasema kwamba wanakimbia kuanza kutuma vitisho na kadhalika na kadhalika. Na kuna huyu bwana Bashando, nilikuwa naangalia na kufuatilia kama mtumishi kijana, najifunza kwenu, najifunza kwako, lakini kwa yale ambayo umeandika haya, mtumishi wa Mungu, nasema sio sawa. Haipaswi namna hiyo. Kinywa cha mtumishi wa Mungu kinapaswa kutoa hekima. Na tunajuaje hekima yako? Hata katika posti zako za kwenye mitandao unazoandika zinatuonyesha kwamba wewe ndani yako kuna kitu gani, kwa sababu ya ujazayo moyo wa mtu, hayo ndio yanayomtoka. Kinachokutoka unachokiandika kwenye mitandao, hicho ndicho kimekujaza moyo wako. Mtazamaji, Tanzania yapaswa turudi. Leo watumishi wa Mungu tunadharaulika, hata viongozi wa serikali wanadharau watumishi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tumejidharaulisha. Ukijiheshimu na watu wengine watakuheshimu pia, lakini dharau unaanza kuitengeneza wewe. Watumishi wa Mungu tunaanza kutengeneza dharau sisi wenyewe kwa kuto kujiheshimisha katika jamii. Tumeacha wito wetu, tumeacha majukumu yetu, tunafundisha upotofu, hatuzingatii neno la Mungu, tunaangalia fedha na kudanganya na kufata upepo. Hicho kinaligharimu kanisa la Tanzania. Nikuombe, nikusii, mahali popote ulipo, turudi katika msingi wa neno la Mungu. Na mimi niwatie moyo watumishi wa Mungu ambao Mungu anawapa ujasiri wa kukemea, wa kukosoa. Msivunjike moyo, songa mbele. Mungu yuko pamoja na nyinyi, na niombe kwamba usiache kufanya hivyo, usiache kukemea. Nimtie moyo mtumishi wa Mungu Pastor Mbarikiwa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nimesema wazi kwamba mwanzo nilikuwa nakupinga, nilikuwa nakuchukia na kusema kwamba unakosea, lakini nimetazama, nimefuatilia, na sasa nimegundua kwamba hakika Mungu anakutumia kwa viwango vya pekee. Ninaamini Mungu ataendelea kuinua kina Mbarikiwa, na naomba hivyo Mungu aendelee kuinua kina Mbarikiwa nchi hii, ambao watasimama imara, wakarejesha heshima ya kanisa la Tanzania. Tanzania inasifika
kwa muda mrefu. Kina mzee wetu Moses Kulola waliheshimisha, lakini siku za hivi karibuni, miaka ya hivi karibuni, nchi ya Tanzania kiroho tumehama, hatupo katika mstari, hatupo katika msingi. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe. Niombe popote ulipo, usichoke kusema injili ya kweli. Neno la Mungu, ni wakati wa kurudi kuhubiri kweli ya Mungu. Wapendwa, Yesu anarudi. Yesu anarudi. Nimpongeze Pasta Bishop Gamanywa. Bishop Gamanywa ana mwendelezo wa somo lake la kuhusu kampeni ya Operation Unyakuo. Na nafikiri masomo kama haya yanafaa kuhubiriwa kwa wingi sana. Leo tumeyasahau, tumeacha, tunahubiri mafanikio zaidi. Sikatai, ni mazuri, lakini tumesahau msingi wetu ni upi. Mzee Kulola, unashuhudia miaka ile alihubiri habari hizi za unyakuo, habari za siku za mwisho. Watu walilia, watu walitubu, watu waligeuka, walibadilika. Leo watumishi wa Mungu tumesahau kabisa masomo kama hayo. Nataka nikwambie, Yesu karibu anarudi. Kanisa, tukae macho, kae tayari. Anakuja kuchukua kanisa lililo takatifu. Watumishi wengi wa Mungu wameonyeshwa, wamehubiri, wamekemea, lakini tumechukuliwa kwamba tumechukulia jambo la kawaida. Mungu akusaidie sana kutafakari, na kanisa turudi katika misingi ya neno la Mungu. Na watumishi wa Mungu ambao Mungu anawapa neema ya kusimama kwenye mitandao kuweza kukemea wachungaji ambao, wahubiri ambao wanapotosha jamii, wanafanya yasiyofaa, tusiogope, msiogope, ijapowapaswa kwenda jela. Mungu awasaidie katika jina la Yesu Kristo. Tuonyeshe kweli, tuonyeshe njia kwamba hapa watu wamekosea, wa viongozi wa dini hapa wamekosea, viongozi wa serikali hapa wamekosea. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Paul William, niko hapa Geita na nikukaribisha sana. Niko hapa Geita, Tanzania, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Popote unapotazama, niseme Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu akuinue. Tusiache kuonyana, ni agizo la Biblia. Wanaokosa, wanaoshindwa kudumu katika neno la Mungu, maandiko yametuasa kwamba tuwakemee mbele ya wote, ili na wengine wapate kujifunza, waogope kutenda mabaya. Unapokosoa watu wengine, haukosei, isipokuwa unafanya jambo la kimungu. Na kama ndani yako kuna upendo wa kimungu, utakosoa, utaonya, utarekebisha. Mungu akubariki, nikutakie heri na baraka katika jina la Yesu Kristo. Kutoka Geita, naitwa Pastor Paul William. Shalom.